jua nimeingia nimekuta shangwe la kwenda. Alafu msanii wenyewe tumemkuta ndio huyu hapa. Ngaona sio kweli yani. Lazima niondoke na kitu. Lazima nimuoji. Watanzania wajue anaitwa nani, anapatikana vipi. Bwana mjomba, wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Dikira. Ndo jina langu la sanaa, ila kwa jina langu la kawaida ambalo nalitumia katika maisha yangu ya mtaani, mimi naitwa Deriki. Unaitwa Deriki. Maana wasanii wengi sio vile extra jina lao kabisa. Ila wewe mama ulitaja au vipi? Mimi nataja tu kwa sababu mimi si mtu wa imani, kutokana mimi siogopi kulogwa. Bwana Dikira, hivyo unapatikana vipi katika, kwa mtu anataka kupate? Unapatikana vipi, au mtu anataka apate kazi zako unapatikana vipi? Mimi napatikana kwenye platform zote. Jina langu naitwa Dikira. Official name hilo 77. Bwana, kwa nini umejiita Dikira? Yaani kwa nini iwe Dikira? Dikira ile hapo jina ni nimepewa. Unajua katika historia yangu ya muziki, kutokana mimi hapa mwanzo kipindi hicho naimba muziki, unajua ni kijana ambaye nimetokea maisha ya mtaani, si unajua. Hasa kipindi hicho unaanza kuimba muziki, kuna siku ilibidi kwenye show fulani nipande, ikabidi niandike jina, si unajua. Ila dakika ya mwisho mimi jina la usanii nilikopo sina, kutokana nilikuwa natumia jina langu hilo mtaani, si unajua. Hasa mwanangu Meka pale ikabidi ndo aende pale kuniandikisha nani? Dikira, si unajua. Ndo dakika mwisho pale nikaitwa pale Dikira. Na mimi mwenyewe nikaona hii Dikira na Deriki nikaona ile kama lina mata nikaona so kesi, si unajua, Kinyamwezi nikalipitisha. Umemwambia mwanao anaitwa mwanao Meka. Meka ni nani Meka? Meka ni familia yangu. Yaani Meka ni familia yangu, nilikwambia familia yangu yani. Ndio kila kitu katika muziki wangu, kutokana ndo producer wangu. Anaweza ngasema pia ndo manager wangu. Yaani ndo anasimama katika muziki wangu na kila kitu, si unajua. In short hivyo. Kwa hiyo Meka ndo alipata jina la Dikira au vipi? Ndo alipata jina la Dikira, Meka Beat. Ndo producer. Meka unamalizia na beat. Meka Beat mkali kabisa, au sio? Bwana, wewe ulijuaje kama una kipaji cha muziki? Kujijua na kipaji cha muziki hapo ni swali tata. Usiseme mimi nimejijuaje, kutokana siku zote muziki ni kama zawadi Mungu anakupa, yani ni kipaji, si unajua. Kwa hiyo ukisema mimi sijajijua kama nina kipaji, ila watu ndio walinijua kama nina kipaji. Hivyo familia yangu. Ilikuwaje hadi watu wakakujua kama una kipaji? Maana kila kitu kina mwanzo, au sio? Kujitolea ni kujitolea, kwa sababu mimi nilikuwa naona naweza kitu fulani kukifanya, unaona. Kwa hiyo nikiona watu wanaonesha kile kitu, mwenye tupo nikaeleza sky nyuma nikanajitolea pia, si unajua. Kwa vile ukijitolea unaonekana, watu pia wanaweza kukuona una kipaji cha muziki. Kwa vile watu wanaponipa moyo, bwana mdogo unaweza, jitahidi unaweza, ndo napata moyo, nazidi kufanya kila siku, nazidi kuongeza jitihada. Yaani kujitolea kivipi? Yani kujitolea kiaje? Kwani ulikuwa unaimba labda kwenye vigodoro? Maana unajua wasanii wengi wanaanza kwenye vigodoro au vipi? Of course, so vigodoro tu, hata nikikuta watu, unajua nilikuwa nikikuta watu wamepiga, unajua maisha ya mtaani sometimes tukitembea, unajua sehemu tofauti tunakutana na vijana, unajua wanafanya sanaa, wanaika radio yao nini mabiti, wanaimba hata wenye tupu, unajua tukiona vile wenye tupu tukatupoi, tunaingia na sisi ile tunaonesha kipaji chetu. Kama hivyo mwanangu. Bwana, wewe unajionaje miaka miwili mbele? Kwa mimi ninavyoona hiyo miaka miwili mbele ni jambo la imani. Kutokana na mimi hapa sijui wakati saini wakati wa Mungu, unaona. Kwa unaweza ukashangaa hata hiyo miaka miwili mbele mwanangu, unajua unaweza ukashangaa umeenda mbali, unajua. Kwa sababu Mungu akiamua lake muda wote mwanangu jeyala. Kwa hapo wenyewe tupo, mimi namuamini Mungu, kwa sababu najua siku yote tuwe mwenyewe ata bless katika njia zake. So wenyewe tupo tutafika viral kama walivyofika wao. Vipi, una management au management hauna? Management ninayo. Kuna blaza wangu anaitwa Tony Mwana. Ndio yule mwenye studio yake hapa Kiskuru Asra. Ndio blaza anayetustendia kwenye kila kitu. Hatumpingi kwa sababu yeye ndo anafanya mpaka kazi zetu zinaenda viral, unajua. Zinaenda faa kwa sababu yeye ndo anatia nguvu kubwa sana katika kazi zetu. Ni shout out my brother, ni shout out, si neno kwake, kwa sababu ni heshima kubwa sana anatupatia hata katika macho ya watu pia, unajua. Of course siwezi kuongea sana hapo, nadhani utakuwa umenielewa mwana ndugu. Hapo nimekuelewa, na swali lingine nataka nikuulize. Ikitokea mtu akatokea anataka kukupa support, unajua maana muziki ni support, muziki ni ngazi.
leo nakopona leo sio nakopona kesho. Sio, umenipata kitu kama hicho. Kwa hiyo ikatokea mtu anataka kukupa support, yani anabidi afuate mistake gani ili aweze kuchukua wewe na kuendeleza. Mtu akitaka kunipa mimi support ndo kama hivyo nilivyokuambia, niko katika management, unaona Kwa hapo wenyewe mtu atakuja, taratibu zitafuatwa kutokana na ataongea na meneja wangu. Meneja wangu ataongea, atafikiana naye watakapojuana hapo. Kutokana hapo tena biashara inakuwa sio kati ya msanii na huyo mtu, hapo inakuwa meneja na huyo hapo mtu. Unaona bwana, ni kitu kama hicho mwanangu. Bwana nimekusikia hapa unatiririka kweli, yani kutokana kwamba yani unaondoka mjomba. Yani muda wako una management vipi? Muda wako una management vipi? Maana gani sio muda tunakuwa studio, maana kuna muda mwingine lazima kuna maisha baada ya hapa, si ndio? Maana yake watu vitu kama hivi vinavyowashinda ni majukumu, unajua majukumu yakiwa mengi vitu kama hivi wanavika kushoto. Sasa management vipi bwana, muda wa kuforce huu, muda wa kwenda studio huu? Kusema ukweli kwa mimi